Karimu. Mambo vipi? Safi se. Saa 7 hii vipi wewe? Mimi ndo naingia ibadani. Wewe kawaida yako. Huo ndio utaratibu wenu bwana. Unajua nyinyi Waislamu bwana mna mpangilio mzuri sana wa ibada. Na si tu kwamba lazima Ramadhani, nyinyi ndio utaratibu wenu tofauti na sisi wa Kristo. Lakini huku kwetu pamenoga, amia huku. Ni kweli pamenoga, lakini kwa nini wewe usitoke kwenye Uislamu ukaja kwenye Ukristo? Sasa wewe ni mwezi mtukufu, lakini mimi niko kwenye Kwaresma. Kwaresma nyinyi mfanyaje ibada? Ibada tunafanya, lakini sasa labda wewe ninyi kidogo mna utaratibu mzuri wa ibada tofauti na sisi. Kwani nyie taratibu zenu zikoje? Sisi Jumapili, Jumatano na unaweza kufanyia tu ndani. Ila nyinyi ikifika muda adhana lazima muingie msikitini. Si unanielewa? Kwa sababu mzungu asingekuja kutawala na Mwarabu kuja kufanya biashara, sisi tusingekuwa na Uislamu wala Ukristo. Kwa sababu zamani wazee wetu kila mtu akiamua kuangalia chimbuko lake alikotoka. Mwingine alikuwa anaabudu ng'ombe, wengine walikuwa wanaabudu mapango, wengine walikuwa wanaenda tu chini ya mti na wanaomba na mvua zinanyesha. Lakini sisi sasa hivi utashangaa, wewe umepotoka, fulani amepotoka. Lakini walisema kwamba dini ya kweli ni kuishi maisha matakatifu. Maana yake tuikimbie dhambi. Lakini sasa hivi tutakuwa tunarushiana mikono tu, Karimu sijui hawezi kuiona pepo, sijui Simon hawezi kuiona pepo. Si kweli. Sisi sote, wewe Muislamu unaipinga dhambi na mimi Mkristo naipinga dhambi. Lakini sisi ndani yetu, nyinyi mpo Waislamu lakini mmegawanyika. Sisi ndo kila siku tunafungua makanisa. Yaani utasikia la nabii huyu na nabii huyu na nabii huyu. Kwa hiyo kikubwa tu kaka, tuache dhambi. Ila kweli tuache dhambi. Kuacha dhambi. Vipi wewe upo tayari kuacha dhambi? Hapo sasa kwenye kuiacha dhambi. Vipi wewe una uwezo wa kuiacha dhambi? Kuacha dhambi. Wewe unaweza kumwacha Mwajuma? Kumwacha Mwajuma, na wewe unaweza kumwacha Asha. Bwana uniombea mimi.